Na nimekuja hapa kwa mshtuko kwa sababu ya mtoto wangu. Mtoto wangu nilikuwa naye jana, bila ametoka ameenda kazini. Nimepata ripoti mwendo wa saa 4 mtoto wako amefunikwa mchanga mahali wanachimba gold. Naitwa Miriam Ingado. Nimesikitika kwa kifo ya kijana wangu Edwin Mwangale. Alipomaliza form 4 alijiingiza kwa kuchimba gold ili tusaidike kwa boma. Lakini nimesikitika asubuhi ya leo kuitwa amefunikwa akiwa kwa shimo la gold. Kwa hivyo mimi naomba msaada kwa sababu hata kwa boma hakuna kitu chochote. Nimeshindwa vile mali nitaanzia. Kwa hivyo naomba msaada. Tangu mtoto kufanya mtihani wake, alikuwa anasoma Bugina High School, akafanya form 4 yake 2022. Aliniambia kwamba auntie nataka kujitafutia na nitaenda kwa mambo ya mining ili nijitafutie. Tulikuwa tuko kwangu na mikutano yetu wa uchimbaji wangu, ndio tukapata ripoti tuna vijana 2 wako ndani ya shimo kwa ajili ya kuteleza na kuanguka, na tumefika karibu kutolewa, lakini ilikuwa utefutefu kuhusu wasimamishi wenye walikuwa na hiyo kasi. Na kwa hivyo tunaomba tu investor wote mahali ambapo uko na kasi kwa vijana lazima uangalie usalama wao, kwa sababu tumefunza kila kitu, lakini mnawacha tunafunza kama sisi viongozi amuifati. Na nafikiria pale tutarudi nyuma, tutatafuta hatua jinsi tutawachukulia, kwa sababu mnaleta shida ambayo takani itokee. Changamoto kwa ufupi imekuwa ni utepetevu, hawakufuata zile safety protocols ambazo tumewafunza na tumewajulisha. So ilikuwa ni utepetevu ndio umesababisha vifo ambavyo tumeshuhudia kwa siku hii ya leo. Kama kwamba wale vijana waliingia kwa shimo ambayo iko imepigwa hewa vizuri, na hiyo mambo ya safety issues. Na nimekuja nikaangalia, nikapata bado wako ndani ya shimo. Nikaita wale wahusika katika mining wakuje wa retrieve hizo mwili kutoka kwa shimo, tuhakikishe kama hawa vijana kweli ni Kaspa Lichembe